Masikini mwanangu huyu. Nani tena aliyemruhusu huyu mtu kuingia humu ndani? Nani aliyekuruhusu kuingia humu ndani? Ina maana mimi nimezungukwa na wafanyakazi wapumbavu, si ndio? Jamani, mtoto wangu unaishi kwenye jumba la kifahari namna hii Kumbe una pesa, kumbe wewe ni tajiri, lakini ulishinda kumsaidia baba yako kumpeleka katika hospitali ili apone, ukaruhusu baba yako amefariki, si ndio? Yaani sijui ni nani aliyemruhusu huyu mtu kuingia humu ndani. Yaani na walinzi wapumbavu sana mimi. We mama, naomba nikwambie, tena nakwambia kwa ustaarabu, naomba utoke hapa nyumbani kwangu kabla sijaamua kukufanya kitu kibaya. Yaani mwanangu, unanifukuza? Wala haujajua nini ambacho kimenileta hapa kwako, lakini unanifukuza. Ina maana mwanangu wewe ni mkatili kiasi gani? Wewe ni katili kiasi gani? Mimi ni mama yako eti? Yule mama yako ambaye alikubeba tumboni kwake miezi 9 ndiyo mimi? Kunibeba miezi 9 isiwe sababu, sawa? Hebu sema kitu gani ambacho kimekuleta hapa? Mimi nina kazi nyingi za kufanya. Usioni niko asubuhi niko hapa. Mimi sichelewi kuchomoka. Na kama usingekuwa wewe, basi hadi hivi sasa nisingeweza kukaa hapa. Sema, nini ambacho kimekuleta kwenye nyumba yangu? Mwanangu kipenzi, hivi ninavyokuambia, mdogo wako wa kike ana hali mbaya sana, anaumwa sana. Sasa sitaki itokee kama ilivyotokea kwa baba yenu. Baba yenu amefariki, lakini mdogo wako pia anaumwa. Kwa nini ninachokuomba mimi, naomba pesa ya kwenda kumtibia mdogo wako. Nipeleke walau tu hospitali. Nakuomba mwanangu kisafu, nakuomba hiyo pesa, nipeleke walau mdogo wako hospitali. Anaumwa sana. Hawezi hata kukaa, hawezi kula, hawezi hali chakula kingine zaidi ya uji tu. Kwa nini nakuomba mwanangu, nipe pesa, nimpeleke mdogo wako hospitali. Mimi nilijua tu. Yaani kuzunguka kwako kote huko umekuja kuniomba pesa. Sijui umeniweka tumboni miezi 9, sijui kumbe nini. Sasa nikwambia hivi, mimi siwezi kumpa pesa mtu mchafu kama wewe. Siwezi. Sasa nakwambia hivi, kabla sijaamua kukufanya kitu kibaya, uondoka kwenye nyumba yangu hii. Siwezi kukupa pesa mtu mchafu kama wewe. Ondoka kwenye nyumba yangu, sawa? Ina maana umekuwa mkatili namna hiyo? Unamaanisha mimi niondoke nyumbani kwako ama? Ndiyo, namaanisha uondoke kwenye nyumba yangu. Sikutaki kukuona mwanamke mchafu kama wewe. Eti wewe ndo mama yangu. Naanzaje kukutambulisha mbele za watu? Ondoka kwenye nyumba yangu mara moja. Jamani, haya ndio masharti gani haya? Nini hiki? Yaani mimi na pesa, lakini ndugu yangu mimi nisiwasaidie, mama yangu nisimsaidie. Haya sasa hivi nini? Mdogo wangu ndiye anayeumwa. Mdogo wangu. Haya, baba yangu mlisema afe, nisimsaidie. Mpaka amekufa baba yangu, mimi sijamsaidia chochote. Haya sasa, mama hapa amekuja, ananiambia kuwa mimi mdogo wangu anaumwa, nahitajika pesa ya matibabu. Sasa kabla sijaamua kumwitikia yeye, nimekuja kuongea na nyinyi. Naomba mnifanyie wepesi ili niweze kumpa mdogo wangu pesa ya matibabu. Acha kujisaulisha. Ugonjwa tulimpa sisi. Ina maana mdogo wangu mtamchukua kama mlivyomchukua baba yangu, si ndio? Hapo kwenyewe tumekuonea huruma, tulimtaka mama yako. Hapana, haiwezekani. Haiwezekani mdogo wangu mmemchukua kihivi hivi. Hebu mniambie, nini mnakitaka? Mnataka pesa ama mnataka nini eti? Semeni. Lakini naomba mdogo wangu msimchukue. Mdogo wangu msimuue. Sawa ni utajiri, lakini mdogo wangu msimuue na waomba.
Sisi tunataka damu za watu. Sasa Nyamaza, kesho asubuhi ni msiba wa mdogo wako. Kasimu changu kinaita. Ni nani ananipigia? Mama. Huyo mama naye huyo. Halo. Hiki ndicho ulichokitaka. Mdogo wako amefariki sasa. Nini? Mdogo wako amekufa. Garafuta katuni za huzuni za kuchekesha za kufurahisha. Garafuta katuni za huzuni za kuchekesha za kufurahisha. Garafuta jo tufurahia na uzo mkubwa ila jina ndoana.